Tumekuwa na utafiti umeonyesha ni 19% ya Wakenya peke yao bado wana imani na serikali hii ya Kenya Kwanza. Majority ya Wakenya wanasema nchi imechukua mwelekeo mbaya. Nchi imekuwa ni nchi ya kufinya mwananchi kabisa sababu ya ushuru, na tangu ndugu zetu rafiki zetu wa bottom up waingie, mambo yamekuwa bottom up tangu mwaka jana. Na bottom up hatukujua maana yake, kumbe ni maana yake ni ushuru kutoka chini kwenda wapi? Juu. Bei ya vyakula kutoka chini kwenda wapi? Juu. Bei ya mafuta ya kupika, hata chumvi. Sasa wanasema wanataka waongeze ushuru hata kwa mkate jamani. Na Wakenya popote walipo walikataa finance bill ya mwaka jana. Wakenya sasa through public participation wengi wamesema hawakubali finance bill. Maaskofu wetu, bishops wote wamesema hii finance bill sio sawa. Wale manufacturers, wana biashara, Law Society of Kenya, Civil Society, kila mtu amesema finance bill ni mbaya. Lakini wenzetu wa Kenya Kwanza hawataki kusikiza Wakenya. And public participation, leo nataka niseme kama mwanasheria hapa, it is not a favor by the state to the people. Public participation is part of our national values and Article 10 of our constitution. It's not just supposed to be a ceremony or a ritual. It is a constitutional imperative. Wakenya wakitoa maoni wamesema wamekataa haya, lazima yawekwe maanani yakifika bungeni wakitengeza hii sheria. Na ndio sababu wabunge wetu mkiwa hapa, tuwaomba wiki ijayo, tumesema wabunge wasitoke Kenya, wasisafiri hata kutoka Nairobi. Tunataka wasimame na wananchi wa Kenya waseme no to the oppressive finance bill. Wamesimama steady kabisa. Ukiangalia mswada wa mwaka jana walisimama imara. We call upon them again to do the same. Na wananchi tunaomba siku ya leo, popote ulipo, chunguza mbunge wako ako wapi. Zamani tulikuwa na kitu inaitwa mulika mwizi. Wakenya sasa lazima tumulike wabunge wetu. Pigia simu, mtafute, hakikisha kwanza ako bungeni, na hakikisha ya kwamba amesema ujumbe wako kama mtu wa Mwingi, mtu wa Ukambani na mtu wa Kenya, na umesema wasiongeze mambo haya vile wanapanga. Tuko pamoja? Sisi na Mheshimiwa Kalonzo akituongoza kule Bomas, tuliambia wenzetu wa Kenya Kwanza Bomas, our number one priority, kila familia Kenya sasa inalia gharama ya maisha imepanda, na tukasema tusemezane vile tutapunguza gharama ya maisha. Kenya Kwanza walikataa. Now, Your Excellency, I know why. Kenya Kwanza did not want to discuss the issue of cost of living at Bomas. Ni sababu nia yao sio kupunguza ushuru. Nia yao itakuwa ni kupandisha ushuru kila mwaka. Na ndio sababu Mheshimiwa Ruto ameanza kuitwa Zakayo. Yeye mnajua Zakayo kazi yake ni nini? Si ni ushuru. So kila mwaka kama Zakayo bado wako kwa huo mti, ushuru utafanya nini? Utapanda. Na njia ile moja tu kushukisha ushuru, watu wa Ukambani tunataka tushikane na Bwana Kalonzo hapa na Bwana Kioni na timu ya Azimio, tushukishe ule Zakayo ndio ushuru ushuke Kenya. Sijui kama mtaenda kule Addis, tuko na Kalonzo, tuko na Kioni, mtatushika mkono tupambane na ule Zakayo. Basi tusingoje hadi Yesu arudi, sababu ni Yesu alishukisha Zakayo mtini. Ninyi mna uwezo, tukishikana kufanya nini? Kushukisha Zakayo. Sitaki niseme mengi.